Mheshimiwa Rigathi haukufukuzwa na jamii. You are impeached on a constitutional procedure. It was not Let's not talk about that procedure. But something you said, Mheshimiwa. Let me correct you first. Yes. That matter is before court. You cannot talk with certainty that is a constitutional procedure. Yes. That procedure has been contested. It's in a court of law. Sitaki tuiongele. So it is in a court of law. Question. Mambo hiyo ya process and the reasons. Yes. It is something I don't want us to discuss. Nilikuwa na kujibu swali lako umeuliza ni community gani ilinitoa. Because kwa defense yangu, yes, I can incriminate myself ama niongee mambo ambayo iko. Mheshimiwa, you asked ni community gani ilinitoa and I answered you. Nimekuuliza ni nani? Nimekuuliza ni nani? Now, the question that you said hatujauliza ni swali nimekuuliza mara 3. Nimekuambia President William Ruto amekosea hajafanya. Wewe umesema tungekupa nafasi uzungumzie mambo ya development in Kalenjin community. Nimeuliza hiyo swali mara 2 na umesema sijasikia. Kumaanisha hata wewe mwenyewe haukujibu lile swali kwa sababu nilikuuliza. Without mentioning president in your conversation, without mentioning his failures, what would be the option in your agendas? Ile wa Kalenjin wakisikiza leo wanasema Rigathi Gachagua is the real deal. Wacha nikujibu. Nimesema kwanza mambo ya masomo for all Kenyans including the Kalenjins. Nimeongea mambo ya afya for all Kenyans including the Kalenjins. Nimeongea mambo ya kukosa kupiga watoto risasi for all Kenyans including the Kalenjins. But over and above for the Kalenjin nation, nitadili na mambo ya chai because it's very important to the Kalenjin nation. Our tea farmers in Kericho, in Bomet, we need to sort them out. Number 2, mambo ya mahindi, especially mambo ya facilities ya kukausha mahindi, mambo ya bolea na mambo ya kuanunulia kwa bei ambayo inafaa. Hiyo ni kitu ambaye specifically is very important kwa watu ya bonde la Ufa because ndio wanalisha nchi yetu kwa mambo ya mahindi. Number 5 and is important ni mambo ya sports. Tuko na kama hiyo Marine Stadium, tuko na zingine, tuko na everywhere mpaka pale 64 Stadium. Those are things that we need to do. Na mambo ya kudevelop mambo ya athletics ni mambo ambayo tunatakiwa kushughulikia. Na mimi nawaelewa sana because I came there several times, siku nilikubaliwa na nilikuwa nimeanza kusukuma mambo ambayo ninaweza kusukuma. Na swali langu la mwisho, can you honestly say tonight that your political strategy is not regional and tribal blocking? The Kalenjin nation are not from my tribe. I'm talking to them tonight. I'm engaging them politically. Blocking. The other day I was engaging the Ma. They are not from my community. The other day I was engaging the Northern Kenya people. They are not my community. I will be engaging the people of community kiongozi wa kitaifa. I am headed to Kisii on Monday. They are not my community. I am doing national politics. But you start at home. Even William Ruto, that's the way he started. Unaanza unaunganisha watu ya nyumbani. Are you a student of William Ruto? Nasema even him started that way. Aliunganisha nyumbani, akakuja kwetu, akaenda kwingine. It's the way you do politics. Mimi sasa nimeunganisha nyumbani. Solid nimeunganisha. Iko sawa. Mimi sasa natafuta marafiki. I'm looking for friends. And among the friends I'm looking for are the Kalenjins because we have been together before and succeeded. You know, wanasemanga, if it's working, don't fix it. The formula between Mulima and the Kalenjin worked in 2013, worked in 2017, worked in 2022. William Ruto akaharibu. It was working. Na sio sisi tuliharibu, yeye ndiye aliharibu. It was working. Aliwacha kitu iko kwa mkono akaenda kutafuta kitu iko msituni. 5 million votes iko tayari akaenda kufuata 1.5 haijulikani bahali iko. Sasa hiyo 1.5 imesaparatika. Hii 5 ilipotea. But that is neither here nor there. Will you undo the housing policy if you get to power in case you are elected as a president? Will you undo the policy of housing? I will listen to the people of Kenya and do what they want. And one of the things Wakenya wanataka ni tupunguze mzigo ya payslip on things they don't consider necessary. We'll do public participation. Is housing necessary? According to the majority of the people of Kenya, no. They want roads, wanataka maji, wanataka stima, wanataka masomo, wanataka afya. Those are the priorities when I listen to the people of Kenya. Housing wanasema hiyo ni maneno personal ya mtu kujifanyia. Mwisho, Professor. Naibu, okay.
Asante sana kwa kutukaribisha hapa naibu wa rais. Wakati ulizungumzia masuala ya Kipchumba Murkomen kuwa kijana na kupewa hiyo nafasi, je, unasema kwamba labda vijana wasipewe nafasi kwenye serikali? Vijana wapewe nafasi, lakini nafasi ya interior inataka kiongozi amekomaa. And history is there since independence. Hiyo nafasi ilipewa viongozi ambaye wamekomaa na wakafanya kazi nzuri sana. Saa hii imepewa kijana, kumeharibika. Ofisi yake yenyewe, mtu ameenda huko, amekunywa chai, amelala, ameondoka, mpaka leo hajashikwa. Rais karibu aumizwe Wajir, he is in charge. Goons wameenda, polisi wanaenda kanisa kupiga watu, kila mkutano inaharibiwa. Goons wanabebwa na gari ya polisi, ameharibu. Na mimi nilikuwa usiku, rais alitaka hapo mbeleni, alitoka hiyo kiti, namwambia rais, hapana, tafuta mtu amekomaa kidogo. Hii docket ya security one haitaki mtu yuko na political ambition, inataka mtu ambaye amekomaa, amefika mwisho, kazi yake ni kusaidia rais na kusaidia nchi yake. Lakini ukipatia mtu ambaye anatafuta kuwa kitu kingine huko mbele, ataharibu. Number 2, haitaki mtu excitable, haitaki vijana wanalala kwa dance wakicheza dance na kukunywa pombe na nini. Inataka mzee amefanya kazi, ameenda nyumbani, so that masiku ikija usiku he is available and he is sober and he is alert. And that is how John Michoki, Fred Matiang'i, General Kaiseri, Justice Ole Tipis, wale George Saitoti, these were mature ministers. Even Nicholas Biwott alipewa 1979. They did a good job. Watu wamekomaa, ambaye hakuna kitu wanataka, hawatafuti mali, hawatafuti wasichana, hawaendi kunywa pombe, hawaendi dansi, they are not excitable, wataki kuvaa masaa ya pesa mingi na madoido na nini na that kind of nonsense. Kwa sababu ya muda tu naomba Jeff tu tumalizie. Najua ulikuwa umesema unazungumza na jamii ya Wakalenjin, lakini hapo awali kidogo uliguzia swala la Githurai, ubomozi ambao uliendelea pale. Na Kenya National Highways Authority ilikuwa imetoa ilani, notice ya watu kuondoka. Kulikuwa na soko ambalo lilijengwa, na wewe pia ulikuwepo wakati soko hilo lilikuwa linafunguliwa. Sijui wewe ungekuwa mwenye huko mamlakani sasa hivi, what would you have done? How different would you have done? Sisi katika manifesto yetu ile ilikuwa ya UDA, William Ruto on our behalf made a commitment to the people of Kenya. One, hakuna mtu atakuwa evicted na kubomolewa usiku mwenyewe na mdomo yake. The videos are there. Number 2, hakuna Wakenya watahamishwa bila kujulikana wanaenda wapi. That is all I'm saying. And it is not yeye ndiye alisema. Na ndio mimi tulikuwa na shida na yeye, siku aliniambia niende nikabomolewe watu manyumba ya Nairobi River, nikamwambia siwezi. Nikapelekwa Senate in subordination. Nikamwambia rais, mimi siwezi keuka manifesto yetu. Wewe mwenyewe on our behalf uliahidi ya kwamba hatutabomolea watu na kuwafukuza bila pahali ya kwenda. Unajua siku tulikuwa tunakataa mambo ya Uhuru Kenyatta, one of the accusations ilikuwa hiyo maneno ya evictions and demolitions. Yeye on our behalf alisema hata eviction ikifanywa it will be dignified, na hao watu watapangiwa pahali wataenda, na haitafanywa usiku, itafanywa mchana. Kuna soko tayari mheshimiwa. No, wait a minute, mimi naongea mambo ile niko na shida naye. Okay. It's what we promised. Unajua ukichaguliwa, ukitafuta kura, kuna yale maneno maahidi wa Kenya. Na ndio watu wako na shida na William Ruto kwa sababu ile maneno mingi aliahidi amekeuka. Alisema hatutatumia criminal justice system kupanga siasa. Watu wana shida wakishikwa, wakiumizwa. Alisema hatutabomoa vitu ya watu, ubomoaji unaendelea. Alisema freedom of worship itaheshimiwa, hakuna siku askari wataingia kanisani, kila siku tear gas kanisani. That is a problem. Mheshimiwa, there is a notice and I want us to address ourselves to this. There is a notice and there is already a building, a market. Now, how would you have done it differently considering those two scenarios? Tungeongea na hao watu, kama watatoka watoke in another manner through consultation na kukubaliana. These are Kenyans, they are reasonable people. There is no need kwanza kubomoa vitu ya watu usiku. Uliona juzi hapa mtu naitwa Kimani Wamatangi, the governor of Kiambu, wamekuja wamebomoa biashara yake na magari ambayo haina hatia ya customers. Wangekuja waivurute, waipeleke police station, mwenyewe akuja mchukue. Wamekuja na bulldozer, wameiboda yote. So hiyo maneno ndio inakasirisha wananchi, na mimi nikiwa kiongozi ambaye ni wangu chaguliwa lazima niwatetee.
Asante mheshimiwa. Elfas kwa kumalizia. Yes, asante sana mheshimiwa Rigiji kwa kutupa nafasi. Maybe swali langu la mwisho na ni moja tu ambao ningependa kukuuliza ama kukupea nafasi ili upate kuongea na jamii ya Kalenjin, kwa sababu vile nilikuwa nimesema kwamba walikuwa marafiki zako sana. Pia nawe ulikuwa unakuja mpaka unaweza hiyo tumekosana. Ngoja nimalize tu. Walikuwa marafiki sana, lakini most of them wanafeel kwamba ilifika wakati vile ulitoka katika wadhifa kwa naibu rais ukaenda kwa dharau na mambo mengi ambayo inatokea, kama vile tumesema ni mtu mmoja ni Kalenjin, lakini unasema Kalenjins Nandi, you know those quotations. Ni jambo gani ambalo ungependa kuambia mwisho ama usiku ya leo ambao ni jambo la mwisho ambao ungependa kuambia ile kitu itoke kwa mioyo yao? Mimi sina shida na jamii ya Kalenjin na waheshimu, na niko na shukrani ya kwamba walinipatia kura nikakuwa naibu wa rais ambaye ninajivunia mpaka wa leo, na niko na shukrani tele. Ningetaka pia kuambia nikipata nafasi ya uongozi siwezi kuwabagua kwa sababu ni watu wazuri, na mimi niliwapenda sana na ningali ninawapenda. Nikiwatembelea walinipatia ng'ombe nilipewa, nilishtakiwa pale Senate kwa nini nilipewa. Hao wa Kalenjin ni watu wangwana, ni watu wazuri mpaka wa leo. Tangu nitoke kazi mimi sina mshahara, biashara zangu zote zimeharibiwa, nimenyang'anywa biashara zangu zote na rais. Zile ng'ombe nilipewa na wa Kalenjin, hiyo maziwa ndio mimi nakunywa leo, ndio ingine mimi nauza napata pesa ya kununua sabuni. Mimi saa hii nina survive na zawadi nilipewa na Kalenjin. Walinipatia ng'ombe zaidi ya 40 na zingine zimezaana, zingine mimi nauza. Kwa hivyo mimi niko na shukrani kwa sababu hao ni watu wakarimu, ni watu waangwana, na ningetaka kuhakikishia ya kwamba sisi tumekosana na mtu mmoja, bado kosana na jamii. Mimi natafuta urafiki, nitatembea Kapsabet, nitatembea Nandi Hills, nitatembea Eldoret, nitatembea kila pahali, na nitapitia hapo nikienda Kericho, nitakuja kuwatembelea na nitakuwa sasa nikiwatetea, na nataka kushukuru wale wote ambao walinitumia zile maneno ambaye wanaona haendi vizuri, na hao mimi nataka tukue marafiki, na mimi najua hapo mbele uhusiano wetu wa kisiasa na wa jamii wa Kalenjin tutaidagesha na itakuwa vile ilikuwa zamani. Kumalizia tu langu mheshimiwa ni kwamba wakati Daktari Fred Matiang'i alipewa nafasi kama CS Interior 2017 alikuwa 49 years. President amepatia nafasi Waziri Murkomen ako na 47 years. Wanashindana tu na miaka 2 peke yake. Kwa nini unaona miaka ya Murkomen iko na shida sana kushinda ile miaka? Ni tabia ambayo iko umesema. No, nasema hiyo tabia inapelekana na miaka. Fred Matiang'i kazi yake inajulikana, ilionekana. Very serious man. Alifanya kazi, amekomaa, na hatukuona excesses. Hatukuona excesses. Hii maneno ya kuharibu mikutano, na mimi nataka nimuulize Kipchumba Murkomen, wachana naye. Unaharibia rais. Hii maneno ya kutuma gangs kuharibu mikutano, hii maneno ya kutuma watu kupiga watu kanisani, hii maneno ya kuumiza akina mama, uachane naye. Na uache kuhadaa wa Kenya kuambia ati raia wako na tear gas. Wa Kenya ni watu werevu. Tear gas iko na polisi, magari ya polisi iko na polisi. Ningetaka kuuliza wewe, tukiendelea hii uchaguzi ya 2027 Murkomen, ukiendelea vile unaendelea utapiganisha Wakenya, kwa sababu Wakenya watafika pahali waseme hapana, waseme mkutano wao haitaharibiwa, waseme watachukua sheria mkononi mwao. Umeona Sifuna wameenda hapa Kitengela wamepigwa. Saa hii tuko na habari wanataka kupiga hao Kakamega. Kila mtu apewe nafasi aombe kura. Na niambie Murkomen, buduki, risasi na tear gas hawezi tafutia William Ruto kura, hawezi kutafutia umaarufu. Uwezi fanya William Ruto apendwe na watu na kifua, ati upige watu, ati upige tear gas, ati upige risasi, ati upige kina mama kanisani ndio wapende William Ruto. Unamkosea na unampoteza na unamharibia zaidi kuliko maneno pahali imefika. Asante mheshimiwa kwa nafasi yako na kutusikiliza. Asante kwa maswali ambayo umeweza kutujibu. Asante sana. Thank you. Kastainde tabororiet tab Kalenjin hago yotok ko kakiitlet ngalalet tab agenge nekakitinye kongete mengatet notok nebo nekirubeiwot tab President Rigathi Gachagua nekakokone ngalalen yeng tuguk cheterter. Hago yotok kemwoe kongoi eng inye nekepchinit ak kemagun kembout nekararan.